Ina maana ni kweli Patrick mpoteza kumbukumbu? Naona siwaelewi. Hivyo naomba niondoke. Yelele mama. 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 Udugu, Wilasi ya kutudanganya. Alikuwa sahihi sana. Huenda pale tulipotoka ndipo huyu ambapo anakaa alipata matibabu. Sasa kama anakaa pale, kwa nini yule mzee alitufukuza? Hiyo nayo inaniumiza kichwa, lakini huenda ni mambo ya usalama wake yeye Patrick. Usalama gani? Mbona anazurura? Hapo napo sielewi. Kwa hiyo sasa hapa tunafanyaje? Tunaenda kituo cha polisi au? Yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Habari yako Kasem? Salama, sijui wewe. Safi. Vipi, Mariamu anaendeleaje huko nyumbani? Mariamu ajambo. Na wewe mwenzangu vipi? Maana toka ulivyoondoka hata kurudi au ulisi msaada wako ndio umeishia pale? Sio hivyo kaka. Mambo ni mengi afu muda mchache. Yaani hapo unavyoniona hivi. Hata kula sijui nakula wapi. Na njaa vibaya. Kula tena. Basi una mke. Wewe acha tu. Yaani hapa nahitaji tu kuongea na huyo Mariam. Maana Patrick hajafa. Ni mzima. Unasema? Haya mambo yanachanganya sana. Unamaanisha nini kusema hivyo? Hapa hata sielewi. Huyo aliyetangaza habari kwamba ajuae amemuua Patrick alikuwa na lengo lipi au alikuwa na maana gani? Vipi, mbona haya sana, kuna shida? Dokta, naomba niruhusu niingie ndani. Maana kichwa kinaniuma sana. Nikiamka nitakuelezea kilichotokea. Yaani wewe uingie ndani mwangu pumzike huko? Ndiyo, ndani nikapumzike dokta. Yaani kwanza umpita nyumba ngapi? Umezunguka nyumba ngapi? Yaani kuzunguka sio kuzunguruka hivi. Umezunguka, yani umepita nyumba ngapi huko mpaka kuja kuiona nyumba yangu mimi, afu ndo unasema unataka kupumzika ndani. Najua nimekosea, nimeondoka bila kuaga na uliniambia nisitoke. Lakini hayo yote tutazungumza baada ya kuamka. Naomba niruhusu niingie ndani nikapumzike. Wewe uingie ndani mwangu ukapumzike kama nani? Ingali ndani mimi na kama mimi tuko watu ha? Ndiyo, ni wawili. Ni mimi na wewe ndio tunaishi humu ndani. Naomba niruhusu niingie ndani. Kweli Yesu amefufuka. Yaani kwa mtazamo wako au kwa muonekano wako wewe unaweza kubeba majukumu ambayo anaweza kufanya mke wangu. Kwa maana gani unajua? Mimi na mke wangu ndo tunakaa humu ndani. Dokta, najua hizo ni hasira tu. Na istoshe nimekuuzi kuondoka bila taarifa. Lakini naomba niruhusu niingie ndani nikapumzike. Tafadhali nakuomba. Hivi unakwenda? Nikuulize kwanza. Ndio kwetu kupo, lakini hapa ni sehemu salama zaidi kwangu. Kwenu sunako. Basi nakuomba tena kwa muda huu ambao umebaki hizo sekunde za kuhesabu. Ungeanza tu mdogo uende kwenu ukapumzike. Lakini wewe ndio ulionisaidia mimi na ukaniingiza ndani kwako na tukawa tunaishi wawili hadi kufika katika hali ambayo nipo nayo sasa hivi. Ni wewe ni msaada wangu mimi na uliniambia kabisa
nisitoke nje wala kutembea sehemu yoyote ile. Kwa hiyo naomba niruhusu niingie ndani tafadhali, nakuomba. Haya, unaweza kuimba kidogo kidogo, kasonge kanaweza kakapigwa. Nijibu kwanza, usibabaike. Dokta, naomba niruhusu niingie ndani. Haya, kujibu kwako kuna maana unaweza. Nikiimba namleta, wewe unatakiwa unajibu leta. Namleta, leta. Ili tuende sambamba. Dokta, tusifikie huko. Naomba niingie ndani. Kutoka utaki na kumleta utaki. Namleta. Maana sisi hapo unavyotuona mimi na Mariam tumeenda mpaka kituo cha polisi. Yaani nyie mmeenda polisi na mmefanikiwa kutoka? Hujasikia au? Na kwa taarifa yako, Ajuaye ametoka. Ajuaye ametoka? Yuko wapi Ajuaye? Ajuaye yupo na Mariam. Lakini sasa sijajua kwamba wapo kwa Mariam au wapo kwa Ajuaye. Hapo ndo sijaelewa. Tuachane kwanza na hayo. Hivi Kathe, hii taarifa ya kwamba Ajuaye amemua Patrick, wewe ulipata wapi? Wewe hujui mbea wa mtaa huu ni nani? Mimi taarifa kanipa Omari. Wewe dogo, si kwa nini yani? Mbona anakuwa hivi? Sawa. Kama nilivyokuambia kwamba Patrick hajafa, yupo hai. Na saizi yupo anapokea matibabu. Kwa hiyo achana na haya mambo ambayo yanaongelewa mtaani. Matibabu? Ndiyo. Matibabu ya nini tena? Wakati Ajuaye hajamfanyia chochote. Unajua bwana, watu wanaongea sana. Watu wanazungusha vitu, wanazusha maneno ambayo hayaeleweki. Ila Patrick nimeongea naye vizuri, anasema kwamba hakumbuki chochote, hata mtu ambaye amemvamia na kumfanyia hicho kitu hajui. Kiufupi ni watu ambao wasiojulikana. Mbukumbu tena. Haya, sawa. Utampa pole zake. Sawa, hilo limefika. Ndoa shaka. Haya. Mimi naelekea zangu hivi. Poa, mimi ngoja kwanza nipitie na mgawani hapo niende mtaani. Haya. Namleta. Namleta. Dokta. Namleta. Hautaki kujibu. Namleta. Dokta, so hivyo basi. Namleta. Dokta. Namleta. Maskini. Kumbe Wilasi hata hakutudanganya. Ni kweli hakutudanganya. Lakini kwa nini huyu mzee alitufukuza? Lakini pia amemfukuza na Patrick. Mimi sielewi kwa kweli. Ujue kuna kitu cha siri hapa kinaendelea. Inatakiwa tujue hicho kitu. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Tufuatilie yanayotuhusu. Ni kweli, lakini mimi saizi nimechoka sana na njaa inaniuma. Twende kwanza nyumbani tukale tupate nguvu. Vero, mimi naona cha muhimu tuanzie pointi yetu ya mwanzo. Ilikuwa safari ya kwenda kituoni. Naomba turudi kituoni, baada ya hapo tujue nini kinachofuata. Ngoja nikwambie Dines. Yaani kwa kituoni kwenda tutaenda. Lakini tuende kwanza tukale tupate nguvu na akili ikae sawa. Alafu mimi naamini Mungu kuna kitu anatuepusha. Kuna kitu hapa anatuepusha. Kwa sababu kila tunapowaza kwenda kituoni, mara hiki, mara kile, mara tunazunguka hapa mtaani. Hata kituoni hatujaenda. Wao shangaa hiyo ndugu yangu. Haya, twende. Twende nyumbani, tukale matumbo yapate moto na akili itulie. Tutajua nini cha kufanya.
Habari. Mariamu, unaendeleaje? Safi. Lengo la kuja hapa nilikuwa nahitaji nionane na Ajuaye, maana nimeambiwa kuwa yupo hapa. Hivi Willas, ina maana wewe Ajuaye ni rafiki yako asipokuwa na matatizo, ila akiwa na matatizo sio rafiki yako? Hivi unajua kwamba wewe ni mnafiki sana? Eti hatuwezi kwenda kituoni kwa sababu wote tutawekwa ndani. Tuwekwe ndani kwa makosa gani tulioyafanya? Na huyo Ajuaye ulikuja kumuulizia hapa sasa hivi, kama angekuwa kule ndani ungeenda kumuulizia wapi? Udugu, huyu ni shemeji yako, anaitwa Fredi. Asante shoga yangu kwa kumfahamu Shem. Shem, karibu. Asante na karibu tena, karibu nyumbani. Kipenzi. Naam. Huyu anaitwa Dainesi, ni rafiki yangu, wandani wangu, naweza nikasema msiri wangu, yaani ndio kila kitu. Kiniona mimi umemwona yeye. Kipenzi. Naam. Karibu ndani, nakuja. Shoga yangu, umeanza lini uchoyo? Hata kumwambia Shem karibu kwa chakula. Dai. Hivi kweli nitamnyima baby chakula? Cha kwake kipo ndani. Inafikia hatua unanitia pressure mimi, unakuja kuniambia kwamba Ajuaye amemuua Patrick. Kumbe kesi yenyewe ni ya mbuzi maskini. Mbona sielewi Shemu? Alafu mimi nilikuwa nashughulikia hili swala ili Ajuaye asifungwe. Yaani ulikuwa lazi mwenzako afungwe kwa sababu ya 400,000? Sasa nataka nikwambie hivi, kama ulikuwa unashughulikia au haushughulikii, mimi hayo hayanihusu. Ninachokuomba utoke nyumbani kwangu. Nikifumba, nikifumbua, uwe umetoka nyumbani kwangu. Sawa? Toka nyumbani kwangu. Iyalele mama, iyalele mama, iyalele mama, iyalele mama. Sijui niongee nini, lakini nilikuwa naomba niongee na Ajuaye walau dakika 5 au hata nimuone tu. Kama ungekuwa una nia ya kutaka kumuona au kuongea naye, ungemfuata huko polisi, ila sio hapa. Sasa naomba utoke. Mume wangu yupo ndani amepumzika. Toka. Acha kumuona tu. Toka nyumbani kwangu Willas. Sitaki kukuona. Ondoka. Iyalele mama, iyalele mama, iyalele mama, iyalele mama. Baby, mbona umemfukuza Willas? Afu nilikuwa na shida kuzungumza naye. Nilikwambia ukimaliza kuoga Niingie ndani kalale. haya, ndani. Lakini baby. Lakini nini? Hakuna cha lakini. Au unataka nikurudishe kituoni? Kituoni tena? Ndio, maana unanisumbua. Haya basi baby, nenda ndani na lala. Na ukitoka kuoga nifuate ndani basi. Haya, chapa. Mimi tena nilimpata bomba 2 tulipokuwa kwenye shughuli ya Neema. Yeye ndo alopamba ukumbi na alotengeneza keki. Upo? Haya, endelea kuenjoy mama. Unafikiri? Unadhani mimi unanisema hivyo nafikiri wewe utaacha?
unasubiri tu mambo ya polepole, utaanza kuvusha kama kawaida. Eka nilizopitia zimenipa funzo kubwa, sitaki hata kusikia. Haya mama funzo, ngoja niingie kwanza ndani. Usisahau kuwasha redio. Nawe unajua show yangu, sina show mbovu hapa ndani. Ni